Na ninaamini ya kwamba kwa mtu ambaye anahitaji kuona mafanikio kwenye maisha yake, hapaswi kupuuza habari ya kuandika na kuwa na malengo yake. Tuko pamoja? Na ile Disemba, wapo ambao waliandika malengo yao ndani ya mwaka huu. Wako ambao walikusudia kwamba mwaka huu nitafanya hiki na hiki na hiki. Hayo ni malengo na ni mipango. Na wakajiwekea mkakati kwamba mimi nimepanga kufanya jambo hili, na mkakati wake ni kufanya hiki na hiki na hiki. Tukielewa mipango na mikakati, tunaelewa tofauti yake. Mpango ni nini na mkakati ni nini? Mpango ni kujenga kanisa kwa mfano. Mkakati ni kuwa na harambee. Tuko pamoja? Ni kuwa na harambee. Mkakati manake ni nini utafanya ili kufikia mpango au lengo ulilojiwekea. Sasa katika mwanzo wa mwaka ama mwisho wa mwaka, wengi wetu tulisema huu mwaka ni wetu. Na mwingine aliuma kidole akasema huu mwaka ni wangu, lazima nifanyaje? Nitoboe. Semina hii inakutengenezea tathmini, lakini pia semina hii inakusaidia kujua ya kwamba pamoja na kwamba umeanza kutimiza malengo, wale ambao tumeanza, hebu tupungiane namna hii tujue tunaongea na watu wa aina gani. Wangapi ambao wameandika na wanazingatia mipango yao? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Achana na yule ambaye anaandika, anafunika diary, anaendelea kuishi maisha ya kawaida. Mwakani tena anaandika malengo mengine, anaweza akarudia yale yale, alafu akafunika diary au notebook yake. Mwaka mwingine tena tunataka kuzungumza na watu wanaoishi kimkakati, wakiwa na mipango fulani kwenye maisha. Aidha mipango ya muda mrefu au mipango ya muda mfupi. Kuna mipango ya mtu mmoja, mipango ya kifamilia, mipango ya kikanisa na mipango ya kitaifa. Tuko pamoja? Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa katika kutimiza mipango na malengo kuna vita. Yes, kuna vita. Na ukiona vita, hiyo ndo sawa sawa. Hiyo ndo nini? Sawa sawa. Usione mashaka, usione kuzimia njiani kwa sababu ya vita unavyokutana navyo katika